Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema asante kwa siku ya leo. Sante kwa uzima, sante kwa uhai, sante kwa pumzi, sante kwa kibali ulichotupa cha kuona siku ya leo. Tunakushukuru Baba. Wapo wengi waliotamani kuona siku ya leo, lakini si mapenzi yao, bali mapenzi yako yametimia. Wamemaliza muda wao, wamemaliza safari zao, hawapo tena duniani. Kwa sababu dunia tunapita, sisi ni wasafiri, makazi yetu ni mbinguni. Baba, tunakushukuru kwa kutupa kibali na sisi hata tumekuwa wamojawapo, tumevuka na kuendelea kuishi ili tupate kukuabudu, tupate kukusifu, tupate kukutukuza, kwa kuwa wewe ni Mungu unayeishi na Mungu unayepaswa kutukuzwa na kuabudiwa. Baba, tunakushukuru kwa ulinzi unaotulinda kila itwayo leo. Unatuvusha, unatuepusha na mitego mingi ambayo adui anaitega katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa sababu wewe Yesu ni mzuri, unatulinda, unatuepusha, unatutetea na kutufunika na damu yako. Baba, tunakushukuru kwa upendo huu, maana wewe Mungu ni pendo. Pokea sifa, heshima na utukufu. Sante Bwana Yesu, sante kwa nuru yako, sante kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Imetuosha, imetununua, imetutakasa, imetupa kibali cha kuitwa wafalme na kuitwa makuhani wako. Baba, tunakushukuru. Pokea sifa, Mungu wa miungu. Pokea sifa, Simba wa Yuda. Pokea sifa, Alfa na Omega. Tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu na kukutukuza. Sifa zetu hatuipi miungu, ni takataka, ni uchafu. Tunakupa wewe tu uliye mwanzo, lakini pia uliye mwisho. Tunakupa wewe tu Alfa na Omega, Mungu uliye juu kuliko miungu yote. Baba, tunakushukuru. Sante Mungu wa rehema, hata kwa siku ya leo tena umetukutanisha tena kwa ajili ya jina lako, ili tuweze kujifunza neno lako, tupate chakula cha nafsi cha watu wetu wa ndani. Tunakushukuru Baba. Sante Mungu mwenye nguvu, na achia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari pite katika nafsi za kila mmoja, pite katika masikio, pite katika mioyo yao, ikawasafishe, ikawatakase, ikawaandae kwa ajili ya chakula ulichokiandaa siku ya leo, ambalo ni neno lako Bwana. Na mimi mtumwa wako Bwana Yesu niko tayari sasa. Baba, ninaomba ukanitumie, kafundishe watoto wako, kawalishe chakula na neno uliloandalia kwa siku ya leo, kwa ajili ya kuwajenga na kujenga nafsi zao na roho zao. Sante Bwana Yesu, nafunga kuzimu, nafunga mauti, nafunga giza na kudondosha ufalme wa giza. Hauna mamlaka wala nguvu juu ya mtu huyu. Baba, ninauinua ufalme wa nuru, na nuru yako ikatawale, na ufalme wako wa mbinguni ukatawale kwa kila mmoja mmoja. Sante Baba, tunaomba siku ya leo tuanze na wewe, lakini pia tumalize na wewe. Ninabariki na kuvitakasa vyakula vyote, vinywaji vyote tunavyoenda kuvila na kuvinywa siku ya leo. Baba, tunafunga mitego yote na michoro yote ya uovu. Tunafunga mauti na kuzimu, haina mamlaka juu ya kila mmoja mmoja. Sante Mungu wa rehema, sante Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema, kwa nini mashambulizi, vita huongezeka unapoomba sana? Kwa nini mashambulizi au vita huongezeka unapoomba sana? Ni kwa sababu wengi wamekuwa wakija, wengine wanalia, wengine wanalalamika, wengine wakiwa na huzuni, lakini wengine wakiwa wanahitaji ushauri. Sasa mtumishi, mbona ninapitia haya, na mbona ndo nikiomba ndio vita vinachachamaa sana, nikiomba ndio mashambulizi yanachachamaa sana? Sasa nimekuwa nikijibu kwa mmoja mmoja, lakini leo somo hili litakusaidia ili wewe ambaye unapitia vita, unapitia mashambulizi, pale tu ulipojiona kwamba umeanza kufunga, umefanya maamuzi ya kufunga kwa ajili ya kuliombea jambo lako, lakini unaona sasa ni kama moto ulikuwa unawaka, alafu umemwagia petroli ndani yake.
au umemwagia mafuta ya taa ndani yake. Yaani unavyolipuka vile ndivyo na wewe vita vinaongezeka. Leo utajua kwa nini haya yote yanatokea. Tutasoma kitabu kitakatifu Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9 imeandikwa, mlango uko wazi kabisa kwa ajili ya kazi yangu muhimu hapa, ingawa wapinzani nao ni wengi. Narudia tena, mlango uko wazi kabisa kwa ajili ya kazi yangu muhimu hapa, ingawa wapinzani nao ni wengi. Lakini tukisoma Biblia nyingine, hii ilikuwa ni Biblia ya habari njema kwa watu wote. Tukisoma hii nyingine nasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Tunaona Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Mungu wetu ni Mungu anayetuwazia mema, anatuwazia mazuri, anatuwazia yaliyo mema. Ninawawazia yaliyo mema, lakini adui apendi haya mema tuyapate. Mungu wetu ni Mungu anayetaka tubarikiwe, ndio maana anatubariki. Lakini adui anatulaani, kwa sababu adui yeye habariki bali analaani. Ndio maana ana kinywa cha makufuru, ana kinywa cha kulaani. Lakini tunaona Mungu wetu hapendi tuteseke. Mungu wetu hapendi tupate shida. Na ndio maana unaona hata sasa Yesu anatamani ashuke hata leo aje anyakue kanisa lake, lakini akiangalia anaona bado wengi hata habari za ufalme wa mbinguni hawajafikiwa. Wapo wengi hata wajui kama kuna huu unyakuo unaenda kutokea. Wapo wengi ambao bado wako kwenye giza, ambao hawa bado tuna kazi kubwa ya kuwafikia na injili ya wokovu, ili wamjue huyu Yesu, wajue nguvu ya msalaba, wajue damu yake, wajue kwamba kuna ufalme wa mbinguni upo na kwamba tunaenda kuishi hivi karibuni, ili watubu wamrudie Yesu. Kwa hiyo Mungu bado anahuzunika, hataki kuangamiza wanadamu. Hataki wanadamu wapate shida, wapate mateso, hataki. Ndio maana Mungu anasema ongeza basi muda. Enyi askari wangu, endeleni kupita kila kona, kusanyeni, mavuno ni mengi. Waleteni watu kwangu waingie ufalme wa mbinguni, ili nafsi zao zisiende motoni. Kwa hiyo tunaona Mungu bado anaendelea kuwaachia malaika zake waendelee kugonga mihuri watoto wake, aendelee kukusanya mavuno haya. Maana kipindi hiki ni kipindi ambacho malaika wako busy wanakusanya mavuno duniani, ambao hawa malaika pamoja na Roho Mtakatifu ambaye ndio anaishi ndani ya wanadamu, wanapita kupitia watumwa wa Bwana, kupitia askari wa Bwana ambao ni mimi na wewe. Kazi yetu sisi ni kumkusanyia Yesu mavuno. Maana tunaona Mungu anatamani kuangamiza dunia, lakini zile nguzo 4 za dunia, ile ya kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kuna wale malaika 4 wamekaa katika nguzo, wanazuia uharibifu usitokee, kwa sababu Bwana bado anakusanya mavuno yake. Bwana bado anakusanya kondoo wake, ili hii idadi ya haya makabila 12 ya Israeli itakapotimia ile namba ambayo ufalme wa mbinguni unataka, kwamba kwa namba hii sasa Bwana anashuka kwa ajili ya unyakuo wake, iweze kutimia, ili unyakuo uweze kutokea. Lakini tunaambiwa huyu Mungu wetu ni Mungu ambaye anatuwazia mema, ni Mungu ambaye anatupenda. Hebu angalia, tulitenda dhambi, tumeleta uharibifu mkubwa katika ufalme wa mbinguni, tumeleta hasara kubwa katika ufalme wa mbinguni, tumesababisha nuru iondoke duniani, tumesababisha ufalme wa mbinguni uondolewe duniani kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kosa la huyu mwanadamu wa kwanza, alipofungua mlango wa dhambi, alipoasi, alipokengeuka, alipotengana na huyu Mungu. Lakini huyu Mungu hakuangalia hayo yote, bado alitusamehe, bado anatupenda, akaamua acha nishuke,
niache mbinguni patakatifu, nishuke nikamtafute huyu mwanadamu aliyepotea, nikamrudishe huyu mwanadamu aliyepotea. Kwa damu yangu nikamrudishie uhai tena huyu mwanadamu aliyopokea ufu, ili nikafe pale msalabani, damu yangu ipate kurudisha uhai, ipate kurudisha ile bond, muunganiko tena kati yangu na wanadamu, ili na nguvu ya msalaba nafsi yangu hii yenye uhai ipate kuwarudishia uhai tena, ili niwafufue watoto wangu ninapofufuka pale msalabani, na wao wapokee ufufuo huu, wapokee uhai huu, ili wapate kuishi. Ni upendo mkubwa sana. Kwa tunaona huyu Mungu anatuwazia mema. Mungu atuwazii mabaya, anatuwazia mema. Na wawazia mema watoto wangu. Na ndio maana huyu Mungu sasa si tu kutuwazia mema, ni Mungu anayetubariki, ni Mungu aliyetupa baraka. Angalia, kila mwanadamu aliyekuja duniani amebarikiwa, amepewa kabisa karama zake, amepewa vipawa vyake, amepewa vikolokolo, vitu vingi, kwamba utaenda duniani, utaishi maisha haya, baraka zako ni hizi, na siku fulani muda wako wa kuondoka duniani utafika, utarudi tena mbinguni. Lakini watu wanakuja wakiwa wamebarikiwa na maisha mazuri katika ulimwengu wa roho, lakini wakija kwa sababu ya adui bado yuko duniani, wanabadilika. Na wengine wanaishia, adui anaishia kuwanyang'anya zile baraka zao. Nakuta baraka ni zako, lakini mtu mwingine anazitumia, anaziishi. Ndio wale wameibiwa nyota zao, watu wanatajirika kupitia manyota ya wenzao. Ndio hawa ambao hawana mahusiano ya kutosha na Yesu. Kwa sababu ukiwa na mahusiano ya kutosha na Yesu, adui hawezi kukuibia vitu vyako. Utaishi sawa sawa na baraka zile za Mungu alizokupangia. Kwa hiyo tunaona huyu Mungu anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Mungu ametufungulia mlango mkubwa, mlango ambao ndani una baraka, una mafanikio, una ulinzi, una yaliyo mema. Ametufungulia. Lakini huu mlango tunaambiwa wako wengi wanaotupinga, ili tusiingie kwenye huu mlango, tusifike kwenye baraka zetu, ili tusiingie kwenye huu mlango, tusiziishi baraka zetu, ili tusiingie kwenye huu mlango tukafurahia yale Baba yetu Mungu wetu aliyotubariki. Ndio maana tunaambiwa toka enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbinguni, hapo ikimaanisha toka enzi za Agano Jipya kuanzishwa, baraka zako ili uziishi, ufalme wa mbinguni ili uishi, sio lele mama, ni lazima upigane. Adui hawezi kukupa vitu vyako pasipo kupigana. Adui hawezi kukuachia uishi maisha yako kwa kumfurahia huyu Yesu, kwa kufurahia baraka zako pasipo kumtandika kwanza, kumuondoa katika mipaka ya hema zako. Na ndio maana mfano hata sasa tunaona Bwana anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, ambao ni mlango hupi? Twende tupande juu zaidi, twende kiroho zaidi. Nimefunguliwa mlango wa kuingia wa wokovu, ufalme wa mbinguni. Lakini angalia aliyekaa mlangoni, yupo au wapo wengi wanaokupinga na huo wokovu wako. Angalia, zamani unaishi maisha ya dhambi, umekuwa mlevi, unafanya uzinzi, ndugu zako wanakuacha tu, lakini ulipookoka wanainuka. Kwa nini umebadilika? Kwa nini umeenda dini ile? Kwa nini unasoma sana Biblia? Kwa nini? Ni kwa sababu wapo wanaokupinga, kwa sababu anajua katika njia hiyo uliyoichagua ya wokovu ndio baraka zako zipo, ndio nuru yako ipo, ndio kesho yako ipo, ndipo huko ambako utaenda kukutana na baraka zako. Kwa tunaona, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Angalia kama sasa dunia yote inajua Yesu anarudi, hata kuzimu inajua kwamba Yesu anarudi. Na ndio maana wanahangaika, wanasema hakikisheni wale wenye nuru, wale waliompokea Yesu, wale wanaojitia watakatifu, wale ndio muwadondoshi. Hakikisheni wanadondoshwa. Hakikisheni
Hata wale ambao wamesimama wanasema ni watumishi wa Mungu, wamesimama wanasema ni manabii wa Yesu, wamesimama wanasema ni watumwa wa Yesu, hata wale tengenezeni hata urafiki nao. Nendeni mkawadondoshe, nendeni mkawachafue, ili wamwache yule mtakatifu, ili wamwache yule Yesu. Kwa nini? Ni kwa sababu wanajua muda umekwisha. Muda wowote Yesu anashuka kwa ajili ya unyakuo. Muda wowote ile idadi mbingu inayosubiria ya makabila 12 ya Israeli yaweze kutimia, ili unyakuo uweze kutokea, kwa sababu kila mwanadamu aliyekuja duniani anawakilisha kabila lake la Israeli mojawapo. Sijui kama tunafahamu hili. Na ndio maana kila mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, yule Roho Mtakatifu anawakilisha kabila mojawapo la Israeli. Ndio maana mtu anaponena kwa lugha, mbingu inajua ni kabila fulani la Israeli linaongea sasa. Mungu anasikia. Angalia mataifa, tuna lugha mbalimbali. Huyu anaongea Kijerumani, huyu anaongea Kichina, huyu anaongea Kiswahili, Kiingereza. Lakini angalia yule anayeongea Kiingereza na mwenzake anayeongea Kiingereza, hata kama wanaongea jambo, wanamteta mtu, as long as huyu mwingine anaifahamu ile lugha, anaielewa. Lakini pia ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho pia. Mtu anaponena kwa lugha, hii ni lugha ya ufalme wa mbinguni. Ni lugha ambayo baada ya adui kutupwa duniani, mbingu iliintroduce lugha mpya, ndio hii kunena kwa lugha. Ndio maana Yesu alisema atakuja msaidizi wangu, ambaye huyu atawaongoza, ambaye huyu atakapokuwa akiomba, sio wewe tena unaomba, bali Roho Mtakatifu anaongea na Mungu direct, kwa sababu ndio lugha ya mbinguni. Mungu anaielewa pia, ni lugha ya mbinguni. Kwa hiyo mtu anaponena kwa lugha, ile kunena kwa lugha kwake, mbingu inafunguka, kwa sababu kunena kwa lugha pia ni funguo ya kufungua mbingu. Na ndio maana unaponena kwa lugha, mapepo yaliyopo katika anga yanakupisha, kwa sababu ndio ufunguo huo, ni moto ulao huo. Ndio maana Mungu anapenda sana unapoomba, mwache Roho Mtakatifu aombe. Kuna mtu aliniuliza, sasa mtumishi, ninapotakiwa kwenda kuomba niwe naombeje? Kulingana na siku hiyo niyo naombeje? Nikamwambia hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, sio kazi yako. Yeye ndio anajua kwa siku hiyo, kwa muda huo na wakati huo unatakiwa uombeje. Kuomba sio kazi yako. Ndio maana tumepewa Roho Mtakatifu. Unapoenda kuomba, maombi yale ya ufunguzi umemaliza, mwache Roho Mtakatifu afanye kazi mwenyewe. Usimpangie kwamba leo nitaomba hiki, nitaomba hiki, nitaomba hiki. Sasa unaomba wewe au anaomba Roho Mtakatifu? Mwache Roho Mtakatifu aombe kwa niaba yako, kwa sababu yeye anajua kwa wakati huo, kwa siku hiyo, kwa muda huo, ni vitu gani ambavyo unatakiwa uombe, ni vitu gani ambavyo Roho Mtakatifu anatakiwa aombe, ni vitu gani ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unapomwachia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anafanya kazi yake. Kwa hiyo mtu anaponena kwa lugha, ile lugha ya ufalme wa mbinguni ni ufunguo ambao anafungua, na anapofungua anaingia katika mbingu. Akiingia katika mbingu, mbingu inajua sasa ni fulani, kabila la fulani linaomba duniani, na huyu anayeomba ni fulani. Kwa hiyo lada za ufalme wa mbinguni zinawashwa, zinakuwa oni, zinamsikiliza mtu huyu. Mwanangu anasema nini leo? Lakini kwa nyinyi ambao mjabatizwa bado, batizo wa moto wakuu, nena kwa lugha pia kwa maombi yenu ya kawaida, Mungu anayasikia pia, kwa sababu hata nyinyi ni watoto wake. Kwa hiyo tunaona mfano kama sasa, tunajua Yesu anarudi, muda umekwisha, unyakuo umekaribia, parapanda imekaribia. Angalia ili lango la wokovu. Mungu anasema nimekufungulia mlango mkubwa wa wokovu, ili mwanangu usiende motoni, upate kuingia, utubu, utengeneze na mimi, ujisafishe, uvae vazi safi, ili mwanangu jina lako liandikwe katika kitabu hiki cha uzima wa milele, maana wale wasioandikwa hawataiona mbingu, hawatanyakuliwa. Ili mwanangu usikose mbingu, nimekufungulia mlango huu, ingia. Lakini angalia wakina Amaleki
waliokaa njiani. Kwa nini? Kwa sababu adui anajua kwamba ufalme wa mbinguni ni mzuri. Hata shetani anatamani naye angepata nafasi ya kutubu ili atengeneze na Mungu, lakini hakuna toba mbele yake. Ni moto anausubiri, na mbaya zaidi anajua muda umekwisha, anaenda motoni. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa ana hasira nyingi, anataka wengi wakose mbingu, wengi watupwe katika lile ziwa la moto pamoja na yeye. Kwa hiyo Mungu anahuzunika akiangalia, anaona nikishuka leo ni wanadamu wengi watabaki. Hebu niongeze muda, watengeneze. Enyi askari wangu, piteni kila mahali. Enyi askari wangu, saidieni hata vitabu vifike vijijini, vifike maeneo mengi kote, hawa kondoo wangu wapate kuingia ufalme wangu wa mbinguni. Lakini akaangalia kondoo wake ndio hao, mtu yupo bize na maisha ya kidunia, ndio hao watu ambao wako bize, wanaionea uchungu fedha yao, kwamba wanaona hata uchungu kusema nimtolee Bwana ili Bwana apate mavuno, wanaona uchungu. Lakini angalia siku ile ya unyakuo, hizo fedha zao wataziacha benki. Wengi walikuwa mamilionea, matrilionea, mabilionea, walikufa wakaacha fedha zao benki. Hazikuwasaidia sana sana. Hata wale ambao watajashwa wa kulitolea, ndio wao wakawa wanahangaika kuanza kupigana kwa ajili ya zile fedha. Lakini huyu aliyepata jasho, aliyolitoa jasho lake, ameziacha duniani. Mwenye akili ni yule anayejenga hazina yake mbinguni, anajenga nyumba yake mbinguni. Huyu amechagua fungu jema. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, kwa nini mashambulizi au vita huongezeka unapoomba sana? Maana hapa tunaambiwa, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Mungu amenifungulia mlango mkubwa. Mungu amekufungulia, ametufungulia mlango mkubwa unaotufaa sana. Na wako wengi wanaotupinga, na wapo wengi wanaokupinga waliokaa mlangoni. Wakina Amaleki hawa, kalia wana wa Israeli, waliambiwa mtaenda katika ile nchi ya maziwa na asali, nchi yenye baraka, nchi iliyo nzuri. Lakini katika nchi ile, njiani, wao walijua kwa sababu wameambiwa hivyo itakuwa ni mteremko tu. Lakini angalia, toka wametoka Misri mpaka wanafika Israeli, vita walivyopigana navyo njiani. Angalia wakina Amaleki waliokutana nao njiani, walikuwa ni wengi, walikuwa ni wengi. Na hata wale wapelelezi wa Israeli waliotumwa, hebu nendeni mkapeleleze, angalia majibu yao. Wengine waliokuja kule, kuna mijitu, ni nchi nzuri sawa, ina matunda mengi sawa, ni nchi ambayo ni tajiri sawa, lakini kuna mijitu kule. Wakajiangalia wao, wakasema sisi ni wadogo kama sisimizi, yale ni majitu. Walipata hofu, imani yao ikashuka. Lakini angalia Yoshua, kwa sababu Mungu alimwambia, kaza moyo mwanangu, utaongoza ili kundi, utawafikisha katika nchi yangu ya ahadi. Mungu alimtia nguvu, alimtia ujasiri, alijaza imani ndani yake. Aliwaambia, enyi wana wa Israeli, kumbukeni matendo makuu ya huyu Mungu na ukuu wake na nguvu zake. Uko kote alikotuvusha Israeli, lazima tutaingia. Na wale tu ambao waliokuwa na imani na wale ambao hawakuwa na imani, angalia kuanzia pale Mungu aliwakatilia mbali, kwa sababu Mungu hakutaka watu wasio na imani wasiingie huko, kwa sababu zingekuwa ni mbegu mbaya ambazo zingeenda kuendelea kuharibu hawa ambao wamefanikiwa kuingia. Na ndivyo sasa hivi, angalia wale wasio na imani ndio hao watakatiliwa mbali, watabaki unyakuo. Wanaambiwa Yesu anarudi, lakini hawataki kuamini, kwa sababu angalia hata kipindi kile manabii katika Agano la Kale walikuwa wanatabiri habari za huyu Yesu, mwana wa Mungu atakuja, atazaliwa duniani, ataitwa jina la Immanueli, Mungu pamoja nasi. Lakini huyu Mungu ataishi duniani na baada ya muda atakufa, ataleta ukombozi wa dunia. Walikuwa wanamsubiria huyu Yesu atakayekuja. Angalia hata yule Simoni, yule babu, alikuwa naye anasubiria ujio wa huyu Yesu. Angalia, alikaa akiwa anamsubiria huyu Yesu. Lakini
kwani haikuja kutimia? Ilikuja kutimia. Tunaona huyu Yesu ni kweli alikuja, alizaliwa, walikuwa wanasubiria ujio wake, azaliwe huyu Mesia aje akomboe ulimwengu, kwani haikutokea? Alikuja, alizaliwa, alikomboa ulimwengu, alikufa msalabani, yalitimia. Na hata waliposema kwamba ufalme wa mbinguni utarudishwa tena, utakuwa na nguvu, utashinda hizi falme zote, falme hizi zote za chuma, falme za miungu zote zitashindwa, zitadondoshwa, za shaba, za chuma, za goldi zitapigwa, zitadondoshwa. Angalia Nebukadreza katika ile sanamu alionyeshwa, ni miungu itakuja, itapigwa, kwa sababu alikuwa anajua agano jipya liko njiani linakuja. Mungu mwenye nguvu anakuja kukomboa dunia, kwani haijatokea? Ni nani anayetandika miungu sasa hivi? Ni Yesu, kwa sababu yupo, amekuja, ameleta nguvu yake na jina lake, ameleta ufalme wa mbinguni umerudi tena, ufalme wenye nguvu ambao utapiga falme hizi katika kipindi cha mwisho. Ndio sasa Bwana amesimamisha askari wake, amesimamisha taifa lake takatifu linafanya kazi. Na ndio maana nakumbuka kuna siku pepo nilikuwa namwombea mtu, pepo limepanda linaniuliza, wewe ni nani? Kaambia mimi ni taifa takatifu, kwa sababu linajua taifa takatifu ndio wakati wake sasa. Maana Mungu kaachilia malaika wake, mijitu ya mbinguni, makerubi yanaishi duniani. Nje ni wanadamu, ndani sio tena, tumeshachomolewa, tupo. Namwambia una haja hata maelezo mengi kwamba mimi ni taifa takatifu, linatii kwa sababu linajua ndio wakati wenu sasa. Ufalme wenu ushainuliwa, ufalme wao ushadondoka. Mungu anatawala duniani sasa na kusanya kondoo wake. Ndio maana wanakufahamu hata Yesu. Mapepo yalimfahamu, yalimtambulisha, yalimwambia tunakujua wewe mwana wa Mungu, kwa sababu alijua ameshakuja. Na Yesu aliwafumba kinywa, aliwaambia nyamaza kimya, sinitambulishe kabla sijafa pale msalabani. Mission yangu isije ikaishia kudondoka kabla alijatimia, kwa sababu Yesu alihitaji ajifiche kwanza mpaka pale atakapokufa msalabani. Ndio maana alikuwa anawaambia wanafunzi wake, je, mimi ni nani? Wanasema mimi ni nani huko nje? Embu niambieni. Wengine walisema wanasema wewe ni Elia. Wengine wanasema wewe ni Musa. Wanasema wewe ni nabii kati ya wale manabii. Yesu aliwaambia, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Petro alisema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mungu alimwambia hata haya mafunuo sio yako, Baba aliye mbinguni amekufunulia Petro. Kwa wewe nitajenga kanisa langu. Lakini angalia, tunaona hivi ndivyo Yesu aliwaambia, haya maneno niliyowaambia msiwaambie wengine, ila nitakapokufa, nitakapofufuka, haya yote waambieni. Ndio maana manabii wakayaandika baada ya Yesu kufa, wakayaandika, alituambiaga hivi, alituambiaga hivi, ili watu waamini kwamba yule aliyekufa ndiye Kristo, ndiye Mesia mliokuwa mnamsubiria. Kwa somo la leo tunaona ufalme wa mbinguni umefungua mlango mkubwa, mlango unaotufaa sana, wenye uzima wa milele, wenye baraka, wenye kwenda kuishi ufalme ulio mzuri, ufalme wa mbinguni ulio mzuri, ambao kila mtu anautamani, hata adui mwenyewe anautamani, anausagia meno, anautamani, lakini hawezi kwa sababu alishaharibu. Lakini wanaotupinga ni wengi, na ndio maana angalia sasa hivi kuzimu inasema hakikisheni wale wenye nuru muazime, hakikisheni wale wenye nuru muharibie, hakikisheni. Hii yote ni ili wasipate kuingia ufalme wa mbinguni, wasipate kunyakuliwa. Kwa hiyo tunaona ndio maana vita vimekuwa vingi. Kabla hujaokoka watu walikuwa wakuchukii, watu walikuwa wakusemi, watu walikuwa wakutengi. Lakini baada ya kuokoka unakuta mbona sasa nachukiwa, mbona natengwa, mbona watu wananikataa, sio kama zamani, mbona watu hawataki hata kuongea na mimi. Ni kwa sababu umeama ufalme wa giza, ni kwa sababu kuna mtengano kati ya nuru na giza, ni kwa sababu umeingia ufalme mwingine. Unajua ulipomkiri Yesu, nafsi yako
imeama ufalme wa giza, sasa hivi imeingia ufalme wa nuru. Ndio maana Yesu alisema mtachukiwa, mtatukanwa, mtatengwa, wengine mtapelekwa mahakamani kwa ajili ya jina langu. Kwa nini? Kwa sababu mmenichagua mimi, kwa sababu mmechagua kuingia ufalme wa mbinguni, ni ufalme wa nuru. Dunia hii na mambo yake hawatawapenda kwa sababu mmeikataa giza, mmechagua nuru. Sasa watu wanapokuja wanauliza, mtumishi, sasa mbona ili tatizo langu, nimeamua nianze kuomba, nianze kufunga, nitumie muda wa kumtafuta Yesu, lakini ndio vita vimechachama, yani nyumbani ndo moto unawaka, yani ndio napokea vipigo, ndio ninasemwa, hata kuongea na mimi hawataki. Leo utajifunza kwa nini mashambulizi au vita vinaongezeka unapoomba sana. Angalia wana wa Israeli walipokumbuka na walipoambiwa kwamba ipo siku utatoka katika hii nchi ya utumwa Misri, utaenda katika nchi ya ahadi, walianza kuambiana, jamani, unabii ule, mbona hii miaka ndio hii ambayo tuliambiwaga kwamba tutakuja kukombolewa tupelekwe kwenye nchi yetu ya ahadi. Walishaanza kuongea. Wamisri walisikia, wakapeleka taarifa, jamani, hawa watu wanasema ipo siku wataondoka Misri. Nini kilitokea? Walianza kupokea mateso. Wengine walikuwa hata mishahara walipi, wanafanyishwa kazi ndio zilikuwa zinaongezeka, kufyatua matofali, wanapewa kazi nyingi ili kuwatesa. Kwa nini? Kwa sababu adui amesikia wanataraji kuondoka. Ndio maana hata na wewe angalia, mtu anaweza akawa ameweka mkeka chini ya mti ambao mti juu kuna limzinga likubwa la nyuki, lakini huyu mtu pale pale chini kwenye huo mti ambao una mzinga mkubwa wa nyuki ameweka kamkeka kake, ameweka na kamto kake, amelala usingizi, atalala mpaka na koroma vizuri kabisa. Lakini angalia mtu huyu, ikitokea mtu kaja kapiga jiwe kwenye ule mzinga wa nyuki, nini kinatokea? Wale nyuki watamshambulia ule mtu aliyelala. Lakini kabla wale nyuki hawajapigwa, kwani walimshambulia? Jibu ni hapana. Ndivyo na wewe unapoingia kuomba, unapoamua kufunga, maana tunaambiwa mapepo ya namna hii, vifungo vya namna hii havifunguki. Mapepo ya namna hii hayatoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Unapofunga, unapoamua kuomba, tambua umeingia vitani. Narudia, unapoamua kuomba au unapoamua kufunga kwa ajili ya tatizo na ishu yako, tambua unaingia vitani. Ndio maana unaambiwa usije kama ukakubali kujenga mnara au kwenda vitani kabla hujamjua adui unaenda kupigana naye, kabla hujajua gharama ya kujenga huo mnara, kwa sababu unaweza ukaishia katikati na ukaishia kupata aibu. Ndio maana mtu kabla hajajenga nyumba, kitu cha kwanza, ramani ya ile nyumba inachorwa. Mtu akurupuki tu matofali unajenga tu pasipokuwa na imani, pasipokuwa na ramani huwezi. Na ndio maana mtu huwezi ukasema ninaenda nchi fulani pasipokuwa na direction ya ile nchi. Utafikije katika ile nchi? Ndio maana wakaweka hata magugo mapu haya ili kukupa ramani, mwelekeo. Ndio maana tunaona rubani naye ana mwelekeo unaomuongoza, direction hii ndio unaenda nchi fulani, unaenda mji fulani. Hata manahodha hawaendeshi tu meli hivi hivi, ndio maana wanaenda shule ili wakajifunze juu ya hizi ramani na direction za kuwafikisha maeneo mbalimbali wanaotakiwa kwenda. Kwa hata na sisi wana wa Mungu tunatakiwa tuwe na mwelekeo. Ndio maana unapokuwa unaanza kuonyesha sasa, njia ni hii, ushindi wangu ni huu, mlango wangu ni huu niliofunguliwa, nataka sasa nianze kuuelekea ili niingie nikaziishi na kuzifurahia baraka zangu. Nini kinatokea? Tunaambiwa vita vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu ambazo zinafanya mashambulizi au vita vinaanza kuongezeka unapoamua kuomba. Sababu ya kwanza ni kwa sababu adui anapinga baraka zako, adui anapinga ushindi wako, adui anapinga kesho yako, adui anapinga usipate kile Mungu alichokuwekea, adui anapinga usije ukanyakuliwa, adui anapinga usiingie katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana anapinga
kupitia mashambulizi, kuchukiwa, wengine mnapigwa, mnawekwa vitisho, marufuku, mnakalishwa vikao vya familia. Lakini ukiangalia sasa hivi vikao mnanikalisha vya nini? Na nyinyi mnasema mnaenda makanisani huko, mnampenda Yesu. Upendo na Yesu kwa wapi? Mnanikalisha vikao, mnaniambia nimwache huyu Yesu. Ni kwa sababu huyu Yesu uliyemchagua ni Mungu mwingine, ni Mungu anayeishi na familia. Lango la familia kulikuwa na mungu adui ambaye ni Shetani, aliyekuwa anakaa katika ufalme, anakaa katika malango ya familia yako. Kwa hiyo ulipomleta Yesu ni lazima giza liondoke. Ndio maana vita katika lango la familia, kwa sababu adui anakasirika kwamba umemleta mbabe wake ambaye anaenda kumuondoa. Ndio maana unakuta adui anaingia kupitia kwa babako, kwa mama yako, ndugu zako. Kaeni vikao, mumkalishe, marufuku, acha huo wokovu. Ni kwa sababu ni adui anajua kwamba mbabe amekuja, na yeye hana muda mwingi wa kukaa katika lango hilo, ni lazima aondoke. Kwa hiyo tunaona adui anapinga baraka zako, anapinga wokovu wako, anapinga ushindi wako, kesho yako anaipinga, kwa sababu anajua njia pekee ya ushindi wako ni vita. Njia pekee ya ushindi wako ni kupitia maombi, ni kupitia kufunga, kwa sababu unapoomba, unapofunga, unamruhusu Mungu aingilie kati, akapambane na yule aliyekaa katika njia yako. Maana unaambiwa njia yako, mlango wako, akapambane na wanaosumbua, walioziba, wanaozuia mlangoni pale, akazuie, akawaondoe wale wanaokupinga mlangoni kwako, katika malango yako ya baraka, ili upate kuingia na kwenda kuziishi baraka zako. Kwa hiyo unapoamua kufunga, ni kwamba huyu mtu wa nje unamdhoofisha, ili mtu wa ndani apokee nguvu za kutosha, ili akashindane katika ulimwengu wa roho, apate kushinda. Kwa hiyo usiache kufunga, wala usiache kuomba. Unapoona mashambulizi, jua kabisa kwamba kumbe nimewatandika. Angalia, ndio maana nikatolea mfano mtu aliyelala pale chini, na jiwe lilikuwa halijapigwa, alilala usingizi vizuri, lakini jiwe lilipopigwa kwenye mzinga wa nyuki, nyuki walimjeruhi kwa sababu amewachokoza. Unapoenda na kufunga na kuomba, wale walinzi walio kwenye malango yako, walio kwenye njia yako ya kuelekea kwenye baraka, umewachokoza. Wanajua ameamka, kumbe anajua kwamba tupo tunamzuia, anataka kutuondoa. Kwa hiyo wale wanainuka wapambane na wewe ili wakuzuie. Lakini sababu ya pili, vita vinainuka unapoomba sana au unapoamua kufunga, ni kwa sababu unaharibu kupitia kufunga kwako na kupitia kuomba kwako, unaharibu vitu katika ulimwengu wa roho vya upande wa adui. Vita yetu iko rohoni, haiko mwilini. Kwa hiyo unaviharibu vile vitu katika ulimwengu wa roho, unaharibu mitego ile, vifungo, kamba zile, unazikatakata, unaziharibu. Kwa sababu angalia, mfungwa amefungwa, alafu anapomwambia askari, ninajiandaa hivyo, baada ya mwezi mmoja najiandaa nitoroke hapa gerezani. Angalia nini kinatokea. Alikuwa analindwa na mlinzi mmoja, ataongezewa mpaka 4 mpaka 5. Mlindeni sana ili asitoroke. Kwa nini? Kwa sababu ametangaza. Kwa unapoingia kufunga na kuomba, umetangaza vita, umetangaza kutoka katika vifungo vyako, kutoka katika ufungwa. Ndio maana wengi wamechomolewa nafsi zao, wapo vifungoni, mabaharini, wapo wamefungwa kwenye nyumba za wachawi huko, wapo wanatumikishwa mashambani. Lakini huyu mtu anapoanza kufunga na kuomba, anajua huyu mfungwa wetu anataka kututoroka. Tuinuke sasa, tumzuie. Ndio maana tunaambiwa mlango umefunguliwa wokovu, lakini mlango umefunguliwa baraka zako, wa mema yako, lakini wako wengi wanaokupinga. Au wanaokupinga lazima waondoe, ili uingie ufalme wa mbinguni, uingie katika baraka zako, uingie katika kesho yako iliyo nzuri. Wengi mmebarikiwa na kesho nzuri, baraka nzuri, mafanikio mazuri, lakini amyaishi kwa sababu bado amjawaondoa adui waliokaa malangoni mwenu. Lakini tatu, tunaona unapofunga na kuomba, vita vinaongezeka, ni kwa sababu ushindi wako upo karibu. Adui anajua kabisa, huyu kumbe alikuwa anajua maisha yake yote anazunguka tu, kumbe amejua sasa kuna mlango huu anatakiwa afungue tu, aingie aanze kuishi baraka zake. Amejua. Kwa hiyo huyu mtu amejua hii siri, na akifanikiwa kuingia hapa, ushindi wake ameshaupokea. Kwa hiyo ushindi wako upo karibu kukufikia, kuupokea.
Ndio maana adui anainuka ili kukuzuia, anainuka kukaza sana, kufunga sana, ili usiweze kufanikiwa kupitisha katika hilo na kupata kile Mungu alichokubariki. Lakini vile vile tunaona 4, vita vinainuka, mashambulizi yanainuka sababu ili ukate tamaa na kuacha kuomba. Kuna mmoja alipoleta hii hoja akaniambia, au niache kufunga na kuomba, maana kipindi kile sifungi na kuomba, yaani nilikuwa naishi maisha mazuri kabisa bila hata shida, lakini nilipoanza kufunga na kuomba ndio vita vinainuka. Sasa embu angalia yule mtu anaposema ame give up, basi sitaki tena kutoroka katika utumwa huu, acha aendelee na maisha yale yale ya utumwa. Wale waliokaa malangoni watarelax, amekubali, acha aendelee kukaa kwenye kifungo. Lakini tunaambiwa usikate tamaa, songa mbele. Unapoona vita vinachachamaa, unapoona, tambua kabisa kwamba kumbe nimepiga jiwe sehemu husika, kumbe silaha nazozitumia ndio zinawatandika. Ndio endelea kuomba zaidi, kwa sababu ndio ushindi wako huko. Endelea kusonga mbele, muombe Bwana aendelee kukusaidia zaidi, kuwakatilia mbali hawa wote wanaokupinga, adui wote waliokaa katika lango lako. Kwa hiyo hii yote vita vinainuka ili ukate tamaa. Ndio maana hata ule mtu nilimwambia songa mbele, funga sana, ongeza na siku za kufunga, omba sana, usikate tamaa, ndio ushindi wako huko. Mimi ningekuwa kukata tamaa leo hii, hata hii kazi ya Bwana isingefika hapa. Nilipitia mengi, nilipitishwa mengi kwenye tanuru la moto mengi, na Bwana aliniambia, mwanangu, songa mbele. Nakumbuka kuna siku moja, yaani vita vilikuwa ni vikali mno. Nakumbuka usiku ule nimeomba maombi ya mkesha, nimemaliza, nikajikuta na babujika tu machozi, nililia sana, nikaambia Bwana, mbona majaribu haya ni makubwa sana kwangu? Bwana aliniambia, hakuna jaribu ninalokupa ambao liko nje ya uwezo wako. Lakini pamoja na kwamba Bwana ananiambia hivyo, bado niliendelea kulia sana. Nikamwambia Baba, basi nipunguzie hili jaribu, ni kubwa mno. Nililia mno. Lakini nilipo lala usingizi, Bwana alinijia. Alikuja na sura ya kusmile, akaniambia, mwanangu, katika kila majaribu unayopita, embu angalia, pote huku unapopita nipo na wewe. Si unaniona, tunatembea pamoja. Hakuna jaribu litakalo kufanya udondoke. Songa mbele, ushindi ni mkubwa mbele. Ndio na mimi nakwambia wewe, songa mbele, ushindi ni mkubwa kwako. Usiangalie jaribu, usiangalie moto, usiangalie mapito unayopitia, mwangalie Yesu aliye mbele yako na kuongoza. Songa mbele. Tumepewa Roho Mtakatifu awe mfariji wetu, awe kiongozi wetu, awe mwalimu wetu, awe dira yetu inayotuongoza kule tunakoenda. Ndio maana kipindi hiki cha mwisho, acha Roho Mtakatifu akuongoze, usijiongoze mwenyewe, kwa sababu huko tunakokuendea hatuwezi kushinda vita pasipo Roho Mtakatifu kutuongoza. Maana vita si yetu, bali yake Bwana, ya kuhakikisha mlango mpana mkubwa Bwana aliyokuandalia, adui wote wanamalizika, unaingia kwa ushindi na unaziishi baraka zako. Lakini mwisho, vita vinaongezeka ni kwa sababu vita vinakufanya uwe imara zaidi, kwa sababu kuna silaha unazitumia na adui anatandikwa. Kwa hiyo vita vinavyoongezeka, Mungu anaendelea kupitia kuomba kwako na kufunga, Mungu anakuongezea silaha zaidi za kuendelea kupambana na adui. Unajua kuna makombora katika ulimwengu leo, kuna mabomu, kuna mapanga, silaha ni nyingi. Unaongezewa kulingana na ile vita na wingi wa adui, unaongezewa malaika wa kukuhudumia katika vita hiyo kwa ajili ya ushindi wako. Songa mbele. Sasa embu tuone jinsi ya kuufikia huo ushindi wako, pamoja na kwamba vita vimechachamaa, pamoja na kwamba unafunga unaomba, lakini vita vimechachamaa, vimesonga sana. Adui wamechachamaa, wakina Amaleki wamekaa kwenye malango, wanasema upiti hapa upenyi. Lakini wanaambia nitapita, kwa kuwa aliye mbele yangu, anayenitangulia ni mkuu, nitapita.
Anayenitangulia ni Simba wa Yuda, hajawahi kushindwa, nitapita. Nakumbuka mimi kipindi kile Freemason alikuwa ananiambia, hutaweza hii vita, tutakuondoa, tutakuua. Nilimwambia sifi. Mungu wa mbinguni hajawahi kushindwa vita, muulizeni Farao. Nilikuwa na jeuri hiyo, ninawajibu kwa Kijerumani hivyo, sifi, nitaishi. Mungu wa mbinguni, na wajibu kwa Kijerumani, hajawahi kushindwa vita. Muulizeni Farao. Kama huyu Mungu hamumjui vizuri, muulizeni Farao na habari zake. Ndivyo na sisi tunatakiwa askari tuwe imara hivyo. Adui anakutisha sawa, anaangalia imani yako. Na wewe anapoona imani haiyumbishwi, haitishwi, una misuli ya imani, adui anakaa chini, asema aha, anajua nafasi yake. Kwa hiyo ufanye nini sasa vita vinapoongezeka? Kitu cha kwanza, usiache kufunga, usiache kuomba. Ushindi wako upo kwenye kufunga na ushindi wako upo kwenye kuomba. Lakini pamoja na kwamba unafunga na kuomba, simama na neno la Mungu. Soma sana neno. Soma sana neno. Soma sana neno. Na mwache Roho Mtakatifu akusaidie katika maombi hayo unaoyafanya. Mfungo huo unaofanya uongozwe na neno. Roho Mtakatifu atajua ni neno lipi la kusimama na hiyo vita unaopita nayo. Ndio maana tunaambiwa mwache Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Anaponena kwa lugha, yeye anachagua ni neno lipi, ni silaha ipi aitumie kwa wakati huo kwa ajili ya hao adui zako waliokaa malangoni wanaokupinga. Lakini pili, jinsi ya kufikia ushindi wako, vaa silaha zote za Mungu katika kumshinda adui. Silaha mojawapo ni utakatifu. Kama usiingie vitani ukiwa una milango ya dhambi, kama usiingie vitani ukiwa hujatengeneza na Yesu, kama usiingie vitani ukiwa kuna hati za mashtaka mbele za Mungu, yaani kupitia zile hati, kupitia uchafu wako, adui atatumia lango, atakutandika. Ndio maana kabla ya yote, vaa silaha za Bwana, lakini silaha mojawapo ya utakatifu. Hakikisha huna hati ya mashtaka mbele za Mungu, ili unapoomba kibali cha Mungu kiwe pamoja na wewe. Malaika wapate kibali cha kukuhudumia katika vita hiyo, kwa sababu ni mtakatifu wa Mungu. Anaomba, anapitia katika vita, yupo kazini, anafanya kazi. Na mwisho, jinsi ya kushinda vita hivyo, pamoja na kwamba unafunga, pamoja na kwamba unaomba, katika maombi yako na katika mafungo yako hayo, mshukuru Bwana sana kwa sifa na shukrani katika muda huo unaosumbuliwa, unaopitia mapito. Endelea na ushindi wako mpaka utakapopokea ushindi. Na mwisho, unapokuwa unaombea jambo fulani, unafunga, unaomba pia, sadaka ina nguvu. Msione watu wanatikisa ulimwengu wa leo, kuna siri nyuma, wanamtolea sana Mungu sadaka. Sadaka ni ulinzi. Tunapotoa sadaka, Mungu anatuongezea malaika wa ulinzi. Sijui kama mnajua hiyo. Wewe sadaka, mikono yako umefunga, hutaki hata kumtolea Mungu, alafu unapigana vita vikubwa, unategemea Mungu akupe malaika wa kutosha. Utapewa malaika kulingana na ulivyojitoa. Kwa sadaka inaongeza nguvu ya ulinzi wa malaika, wanakulinda zaidi, unaongezewa ulinzi zaidi. Anga lako linakuwa na ulinzi zaidi, malaika wametanda angani. Ni kwa sababu unatoaga sadaka. Sadaka zina nguvu sana. Angalia ufalme wa giza. Ndio maana kila wanapotaka kufanya uharibifu, kitu cha kwanza, sadaka. Sadaka zinaongeza mapepo yao kwa ajili ya kwenda kupigana na wewe. Sasa wenzako wana jeshi kubwa, wewe una malaika mmoja tu, au huenda hata hauna, kutokana na hali yako ya kiroho unayoishi. Upo mbali na mahusiano yako na Yesu, ulinzi huna, alafu unakimbilia kwenda kufunga na kuanza kuomba. Milango yako iko wazi, watakutandika. Ndio maana angalia wale wenye wokovu wa vuguvugu, hata adui anapotega mitego, unakuta mtu kafa, wamemkatilia mbali, wameamua, kwa sababu yeye mwenyewe ana milango ya kutosha ya kuruhusu adui wamvamie na kumkatilia mbali. Lakini angalia yule aliyesimama imara na Yesu, watamtafuta, watamwona, atapita katikati yao, hawatamdhuru. Atakunywa sumu na vitu vya kufisha, hatakufa. Kwa nini? Kwa sababu hayupo duniani. Hivyo mashambulizi yanapoongezeka au vita vinapoongezeka, tunapofunga na kuomba, usikate tamaa, songa mbele.
Mshike huyu Yesu, mwangalie Yesu aliye mbele yako. Usiache kuomba, usiache kufunga kwa sababu vita vimechachamaa, kwa sababu unaomba. Songa mbele, simama imara na wokovu, endelea kuomba, endelea kufunga mpaka pale utakapoona ushindi wako umeupokea. Mungu akusaidie sana kwa somo hili la leo, likujaze ujasiri, lijaze imani yako, uzidi kusonga mbele, kuhakikisha adui wote waliokaa katika malango yako unawamaliza. Waamaleki wote unawakatilia mbali, ili malango yako yapate kuwa huru, ukaziishi baraka zako na ukauishi ufalme wa mbinguni, ukaufurahie hapa duniani, lakini pia na mbinguni tunapoenda kuishi. Baba, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale. Ninaliinua juu jina lako na kushukuru Baba. Asante kwa neno la leo, na achia damu yako iende ikagonge muhuri katika mioyo ya watoto wako. Neno hili ni mbegu umepanda Baba, ikazae matunda. Tazama wale wanaopitia katika vita, katika majaribu, wengine wamekata tamaa. Baba, ninawainua tena, ninaachia damu yako ikawatie moyo katika mioyo yao. Nguvu ya Roho Mtakatifu na moto wako ninauwasha ndani yao, wakasimama imara sasa. Baba, ukapate kuwashindia katika vita unavyovipitia. Nashusha mapanga ya damu ya Yesu, nafyeka waamaleki wote walio katika malango yao, nafyeka adui wote walio katika malango yao. Ninawainua tena watoto wako, ninakaza viuno vyao na miguu yao, wakasimame sasa. Baba, ninaachia silaha zako, silaha za kiroho ziwaingie watoto wako hawa, wakashinde vita askari wako, ili Baba ufalme wako mbinguni ukazidi kuinuliwa. Sante Mungu mwenye nguvu, asante Baba, asante simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko, tunakuinua juu. Sante Baba, katika jina lenye nguvu, uwezo na mamlaka, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen.